Kuro alikuwa amesafiri ameenda nje ya mji, akamwomba Doto ambaye ni pacha wake wa kike avae kama yeye aende shuleni kwao. Oi bro, kila kitu kinaenda poa. Nimebadilisha style ya nywele, nimevaa nguo kama zako, naonekana kama wewe. Jamani huyu mkaka ni handsome. Twende. Umetisha sana Doto, nikirudi nitakununulia tiketi ya show ya mwandishi wa vitabu unayempenda Injun. Naomba unifanyie mtihani wa wiki hii, sawa? Imeisha hiyo bro, usiwe na hofu wala nini. Ukirudi nitakufundisha kila kitu nilichojifunza. Haina noma, sawa? Nakupenda pacha wangu mwa. Leo ni siku ya kwanza Doto anakuja hapa shuleni akiigiza kama kaka yake. Ni mara yake ya kwanza kuja kwenye hili darasa. Ajui hata Kuro anakaga siti gani. Mungu wangu, darasa zima limejaa. Sijui anakaga siti gani. Siti ya dirishani haina mtu. Ngoja niende pale. Doto anasogea mdogo mdogo hadi kwenye siti ambayo kuna mwamba ameuchapa usingizi. Oi, amka mwanangu. Wewe ni nani? Itakuwa ni mgeni. Adui anamwamsha, anajitafutia matatizo. Anajiamini nini kumgusa Shiji? Huyo mshikaji ameyatimba. Ngoja tusubiri wamwashie moto. Oya, sogea pembeni basi watu tupite. Hajui kama huyu ni mbabe wa darasa. Oya mzee baba, achana na mimi. Huyo mshikaji anajikuta nani vile? Doto anaamua kuondoka. Lioga. Doto aliona sio tabu, akazunguka upande wa pili, akapanda kupitia dirishani. Darasa zima likawa linamshangaa. Katika mchakato wa kuruka huku na huku, begi lake likapiga kichwa cha mbabe wa darasa Shiji. Watu wote darasani wakashtuka, wakajua moto utawaka. Alidhani amenikomoa, mimi naruka hadi madirisha. Mbabe wa darasa akainuka kwa hasira. Oi, nisamee mzee, nimekugonga kwa bahati mbaya. Bahati mbaya sio. Oya wakanyanyua simu zao kwa ajili ya kurekodi ili tukio zima. Ghafla simu ya mbabe wa darasa Shiji ikaita. Niambie, kuna maswali mawili matatu nataka kuuliza kuhusu event yako bwana Moi John. Mbabe wa darasa anatoka nje kuongea na simu. Ile anataka tu kutoka nje, mwalimu anaingia. Ongea, naelekea sema mbona tunaweza tukasikilizana. Wewe unaenda wapi? Mshikaji amjibu kitu, mwalimu anaondoka. Oya, huyu jamani nani? Mbona hata mwalimu anamuogopa? Babake Shiji ni mkurugenzi wa hii shule. Kama unataka kuishi kwa amani hapa shule, usimchokoze hata kidogo huyu jamaa. Ndio maana mshikaji anajisikia sana. Kumbe anatumia cheo cha mshua wake kunyanyasa mastudenti wengine hapa skuli. Naanza kuita majina. Jian Cheng. Nipo. Huyo ni Jian Cheng kweli. Mbona leo kawa soft hivi? Wakati wa mapumziko ukafika, kuna mwanafunzi anampenda sana Shijing. Alisubiri Shijing apite kwenye korido. Wakati Shijing anatembea hivi, dada akajikwaa makusudi akawa anamwangukia Shiji, akamkwepa. Ili anataka kuanguka hivi, Jian Cheng akamdaka kwa kono lake la kushoto, akamzungusha dada akaranda hivi akamdaka. Wakatazamana kwa sekunde kadhaa. Oya, hujaumia? Sijaumia. Jamani, huyu kaka ni handsome. Jian Cheng alimind mbabe wa darasa kwa kumkwepa yule binti. Bana mshikaji ana roho mbaya kiasi. Huyu mkaka ni nani? Huyu kaka anaitwa Jian Cheng, amehamia shuleni kwetu hivi karibuni. Jamani, huyu kaka ni handsome. Oya, ile mabinti wanageuka tu, wanamuona Jian Cheng huyo hapa. Ile mshikaji anawashangaa, wanaanza kumkimbilia. We kaka, tunaomba namba zako za simu. We love you Jian Cheng, Jian Cheng. Doto, sitaki kabisa ufanye vurugu hapo shuleni kwangu. Siku ya kwanza tu umeshagombana na mbabe wa darasa, umemdaka demu kwenye korido. Kurwa, mimi kazi imeshanishinda. Rudi tu shuleni kwako, rudi. Nakuomba urudi shuleni kwako. Doto, vumilia kidogo. Siwezi nikarudi kwa sasa, vumilia. Kurwa, kwa nini huwezi kurudi? Doto, mimi nimesafiri, niko nchi za nje kucheza mpira. Nchi za nje? Doto, shuleni iko karibu na shule yetu. Unaweza ukaenda kwenye shule zote mbili kwa wakati mmoja. Naomba uendelee kujifanya wewe ni mimi hapo shuleni. Wazazi wakijua niko nchi za nje wataniua. Kabla Doto hajamjibu Kurwa, anasikia kelele nje. Watu wanapiga kelele. Jian Cheng, fungua, tunaomba namba zako, fungua. Wadada kama wote wamejipanga, wanataka namba za simu za huyu mshikaji. Jian Cheng, fungua mlango tuongee. Chao mbabe wa darasa anawaambia, mnafanya nini hapa? Poteeni. Kwa kuwa wanamuogopa mbabe wa darasa, mademu wote wanakimbia. Ina maana Jian Cheng ameingia kwenye chuo cha kike. Mbona wa mademu walikuwa wanaita jina lake? Ili wasimshtukie kwamba yeye ni wa kiume, Jian Cheng anatoka akiwa amevaa mavazi ya kike. Anaziachia nywele zinapepea. Mbabe wa darasa ana data, hajui kuona pisikali kama hii hapa shule. Unataka kuingia chuo cha kike? Natafuta funguo yangu, kuna sehemu umeiona? Wewe kaka, unaita visingizio vya kishamba sana, una hata aibu. Unajua unaongea na nani? Unajua unamsemesha nani wewe? Sijui naongea na nani na sijali chochote. Ile binti anataka kuondoka na gongana na jamaa, nywele zake zinapepea, zinagusa sikio, hereni yake ya kulia inaanguka. Mbabe wa darasa anakula kwa macho. Binti anaondoka taratibu. Anainama chini, anakamata hereni kwa kono lake la kushoto. Anatabasamu mwenyewe. Mwandishi wa vitabu Moi Injun anaandaa tukio kwa ajili ya kusaini vitabu vya mashabiki zake. Leo nina furaha sana nakutana na mwandishi wa vitabu nayempenda. Huyu ni Doto, leo yuko katika mavazi ya kike. Hivi